yoyote. Wanadamu wengi unaowafahamu, magwiji wa dunia hii, wengi walikufa na hawakurudi. Yalikuwa majina ambao ni hatari, walikuwa kina Adolf Hitler, lakini kwenye dunia hii walipotea. Walikuwa watu wenye elimu nyingi, wakina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, walipotea. Majina yao na umaarufu wao haukuweza kuleta matokeo. Lakini liko jina la Yesu ambaye yeye Biblia inasema alikufa, akawaambia kwamba siku ya tatu nitafufuka. Biblia inasema ya kwamba alipokufa, ile siku ya kwanza, ile siku ya pili, kaburi lilimkataa Yesu. Kwa sababu gani? Yeye alikuwa ni mtakatifu. Na ndiye ninayemhubiri jioni leo ya kwamba ukimpa Yesu maisha yako, ufufuo lazima utafufuka. Siku ya ufufuo utafufuka. Kwa sababu gani? Kwa sababu umempa Yesu maisha yako. Ukiendelea kaza na dhambi, dhambi hazitakusaidia, na dhambi mwisho wake ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali kalama ya Mungu ni uzima wa milele. Niko hapa kukwambia iache dhambi. Acha dhambi, acha kuwategemea waganga. Njia ni Yesu Kristo. Haijalishi una changamoto gani, njia ni Yesu Kristo. Ninayemhubiri jioni ya leo, ninayekuhubiria jioni ya leo, kwa sababu ukiendelea kuitazama dunia unaweza ukaishi kama utaishi milele. Sikiliza mpendwa, hii dunia ilikuwepo, wewe mwenyewe ni mgeni. Walikuwepo wenyeji wa dunia hii, walipotea, zimebaki ni story tu. Ninashangaa ninapomwona kijana mmoja ambaye anajivunia kwamba yeye ni mzuri, au binti anajiona yeye ni mzuri, anageuka kuwa tangu ndoa, anageuka kuwa mzinzi. Sikiliza nikwambie, niko hapa kukuonyesha njia ya kwamba jibu ni moja, ni kumpa Yesu maisha yako, ili aweze kubadilisha mfumo mzima wa maisha yako. Ni kumwamini Mungu aliye hai, na hakuna kumwamini Mungu nje ya Yesu Kristo. Kwa sababu leo ukizungumza kumwamini Mungu, atakwambia hata mimi namwamini Mungu. Kwa sababu hata wachawi wanamwamini Mungu, hata mashetani wanamwamini Mungu, waganga wanamwamini Mungu. Lakini sikwambii umwamini Mungu. Biblia inasema katika Yohana 17:3, Yesu akasema, na uzima wa milele huu wa kujua wewe Mungu na Kristo uliyemtuma. Niko hapa kukwambia uzima ni kumjua Yesu, uzima ni kumjua Yesu, na sio vitu vingine. Ziko imani nyingi leo duniani, wako watu wanaamini mizimu. Sikiliza nikwambie, sio utangazia imani, niko utangazia habari ya kumjua Yesu wa Nazareti, ambaye yeye ndio njia ya kukufikisha kwa Baba. Sema amina. Kwa sababu leo ukihubiri imani, mtaingia kwenye mdada mzito, ataanza kujieleza, mimi na imani, mimi na imani. Mimi sikwambii imani, mjue Yesu. Yesu ndio imani yenyewe. Yesu ndio imani yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watumishi wa Mungu, msiba huu usiwe tu ni kama sehemu ya kuomboleza. Hapana, ni muda wa kuendelea kujitafakari ya kwamba kama ingekuwa ni mimi, ningeenda wapi? Ningeenda wapi? Kwa sababu jibu ni kumwamini Yesu tu, wala sio vingine. Jibu ni kumpa Yesu maisha yako, na kuacha dhambi, na kuacha kutegemea waganga, na kuacha kutegemea misimu, na kuacha kutegemea vitu tunguli. Niko hapa kukuhubiria Yesu. Ukimwamini yeye, hakuna uchawi wala uganga utakaogusa, kwa sababu tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Watu tuliomwamini Mungu hatuna ilisi.
Ilisi ni Yesu Kristo. Hatuna uganga, mganga ni Yesu Kristo. Hakuna uchawi, mteo wa uchawi ni Yesu aliyeshinda kaburi. Ndio ninayekuhubiria jioni ya leo. Unapoomboleza, tathmini maisha yako. Tathmini maisha yako. Kifo hakijaanza leo. Wamekufa watu wengi. Je, walipokufa ulijifunza nini kupitia vifo vyao? Ili ni funzo likuonyesha kwamba wewe ni mwanadamu ambaye unapita na sio kupita, ili uwe na usalama. Usalama ni kumpa Yesu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuanza kujiuliza, ninampaje Yesu maisha yangu? Swali lako ni jepesi. Ninakujibu katika Yohana 3:1-3. Alikuwa mtu kama wewe. Alikuwa ni mkuu wa dini, Biblia inaeleza hivyo, Farisayo. Alikuwa